Katika hii video tuta add player input, tutamwezesha enemy aweze kumove, lakini nitajaribu kuifanya video sio refu sana, kwa utaangalia muda utakaofika. Kwa bila kupoteza muda, tabonyeza player script, itafunguka. Chafunguka, hii ni class. Kwa kitu tutachoanza kukiweka, tuta create method private void update. Nita open curly bracket, nita open na bracket hizi, nitafunga. Utajiuliza hii ni nini? Hii ni function au method. Update method ni method ambayo inaitwa kwa Unity automatic kila frame. Void maana yake hii method itarani kutoka juu mpaka chini. Yaani itarani kutoka hapa kodi zilivyoandikwa mote mpaka mwisho hapa. Ndio void maana yake. Private maana yake hii function itaweza kuitwa katika function katika klasi hii tu na si nje ya klasi hii. Kwa kitu cha mwanzo hapo, ili tuweze kupata input katika controller yetu, kama tulivyosema hii ni 2D, tutatengeneza vector ya 2D. Utasema vector 2, alafu tutaita input vector. Utaika sasa new vector 2. Alafu nitafunga semicolon. Semicolon inasema hapa ndo mwisho wa statement yetu. Kwa hii vector 2 maana yake kwamba katika pad yetu katika movement tutakuwa tuna move player yetu katika sehemu mbili. Maana yake kwenye x axis au y axis. Kwa hapa tumedefine vector. Pia kitu kinachofuata kuangalia je player kabonyeza button gani. Kwenye movement kwamba juu, chini, kulia, kushoto. Tutatumia W S A D. W juu, S chini, A kushoto, D kulia. Kwa jinsi ya kuangalia input tunasema if kama input. Input hii ni klasi get hii. Hii ni method ambayo ni method ya Unity. Alafu ndani tunaspecify key code gani au button gani imebonyezwa, kwa tunasema key code .w. Hii ndio button mwanzo tunataka tuangalie. Hapa get key t nimesahau. Get key. K kubwa. Get key. Kwa maana kama tumebonyeza W ambayo ni juu, tunataka tuifanye input vector .y. Maana kwenda juu ni y position. Iko +1. Tunaweka value yetu ya y +1 maana ni juu. Na kama player input get key code .s input vector yetu hapa tunaweka vector 2 ambayo tumedefine pale juu. Sasa hivi kutokana na chini maana yake tunaweka -1. .y mesahau hapa .y. Value ya y itakuwa negative kwa sababu tunashusha chini. Ukitaka kwenda kushoto tunasema if. Ukitaka kusoma input kutoka controller au pad, nategemea unaita vipi,
input dot get key mabano key code at a, hapa tunafunga na kufungua curly bracket, tunabonyeza enter, zinasogea chini automatic. Hapa tuna set input vector dot x, kwa sababu ni kushoto tunai set value kwa -1 kushoto, lakini hii ni value ya x tofauti na -1. Hii tuna set value ya y, ambayo hizi value hizi ni za controller tu, si kumove, ni value za controller kama bonyeza juu au chini au kushoto au kulia. Kwa kulia tunasema if input I inakuwa herufi kubwa, it's sensitive, kuhakikisha unaandika kama ninavyoandika get key, alafu ndani tunaangalia key code, yani button gani umebonyeza. Key code chini ni S, fungua bracket hizo, alafu tuna set value ya input vector ambayo tumedefine kule juu tena .x, lakini mara hii tuna set value kuwa ni positive. Ukiandika hivi, ukiandika moja tu ni sawa sawa, lakini tunaweka hivi ili kuweka wazi kabisa. Kwa labda hapa tu ni kuonyeshe kwa chini, tuta debug log. Hii ni kama ni print, manake kama unaiambia print, una print value ya vector 2. Au utajiuliza input dot get key ni kitu gani? Input ni class, get key hii ni method ambayo inasema true. Yani kwa mfano ukibonyeza w manake ina return true. Kwa kama ikiwa true manake itarun method, itarun kitu statement iliyokuwa humu ndani. Kama false haitorun kitu kilichokuwa humu ndani. Kwa kama true hii value itakuwa 1, kama false haitakuwa, hii itaangalia hii, je hii true. Kama true itarun value hii, value manake katika value ya y itakuwa set ka -1 na kuendelea. Kwa hiyo tunasahau kusave, control S, alafu tunarudi kwenye Unity ita compile. Maliza compile, bonyeza play. Alafu right click kwenye game hapa, game view, alafu bonyeza W. Utaona chochote? Angalia kwenye console, kuna chochote kinachoonyesha? Hamna. Kwa uta stop. Kwa nini? Unaweza kujiuliza kwa nini haionyeshi? Kwa sababu ili script running lazima uiattach kwenye game object, na hii ni script ya player. Kwa hiyo tuna select player, tuna left click, alafu una hold, alafu tuna drag kwenye player huko kwenye inspector, au unaweza kuidrag hapa au unaweza kuidrag huko popote itaka huko. Hivi tukiplay alafu kujaribu kubonyeza W au S au A au D, okay. Hapa nimejaribu kubonyeza W lakini inaniambia kwamba unajaribu kubonyeza W lakini input system unaitumia ni ya zamani. Unity ina input mbili siku hizi, miaka kadhaa sasa hivi. Kwa ili kuweza kutumia hii input ya zamani, ndio hapa kwenye edit, project setting, input there, tafuta player sione. Okay, player hapa. Alafu utakuja kwenye option hii. Wewe kwako itakuwa imekunjwa kama hivi, other. Utakunjua, ukiklik mara moja,
halafu shuka chini, utakuja kwenye hii active input handling. Unaona sasa hivi imekuwa selected new. Kwa ile kodi tulizotumia za legacy, maana yake input ya zamani. Kwa hapa bonyeza hapa, tunataka tutumie zote. Baadaye tutaangalia jinsi ya kutumia na hiyo new. Lakini sasa hivi tunatumia old, kwa weka both. Iklik hapo both, itakwambia kwamba editor itafungwa, maana yake editor itajifunga alafu baadaye itafungua. Kwa hiyo una click apply, ndio save. Kwa itajiclose Unity alafu itajifungua tena. Okay, imefunguka. Kwa sasa hivi kuna both. Tunafunga hii setting. Hapa inatuambia kwamba utumie input mpya, lakini sasa hivi hii ni kama prototype, si full project au production ready project. Kwa tuna close warning. Weka console play. Hapa log itaonyesha kwamba hamna kitu, maana yake hii x value, hii y value. Ukibonyeza W, maana yake ni y ni positive. Umeona y positive, y positive. Kwa nini inakuwa inaonyesha log nyingi? Sababu kama nilivyokuambia, update method inaitwa every frame, yani kila frame. Kwa mfano ukija hapa kwenye game, alafu ukija hapa kwenye start, utaona kwamba graphic frame ina run mara 136, 122. Maana hii ndo kompyuta yetu inavyo run. Kwa hiyo maana hii method itaitwa kila frame. Okay. Kwa tukibonyeza S itakuwa negative, hapa tunaona negative. Ukibonyeza A, X itakuwa -1. Ukibonyeza D, hamna kitu, itakuwa tumekosea hapo, kuna kitu. Hapa ilitakiwa iwe D. Kwa ta stop. Hapa tumekosea, nimeweka D, nimeweka S tena. Hapa D. Save, Control S kusave. Alafu ukija tena huko kijaribu. Bonyeza D, X itakuwa 1. Bonyeza A, X itakuwa -1. Kwa hapo tumechukua input kutoka kwenye controller ambao mimi natumia keyboard, lakini ukitumia pad pia itafanya hivyo hivyo. Wacha tu stop. Hapo tumechukua input. Je, jinsi ya kumove huyu player na move vipi? Tarudi kwenye script. Tarudi kwenye script.